Disclaimer. Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa mbele yenu kwa ajili ya kuendelea na masuala mbalimbali ambayo tunakuwa tunafundisha kwenye hii channel, masuala ya cryptocurrency, masuala ya pesa mtandao na fursa mbalimbali ambazo tunakuwa tunaziposti kwenye hii channel. Kama kawaida, leo tunaenda kujifunza somo letu hili, uchambuzi wa usalama wa contract address ya Bitness Liquidity Pool. Hiyo ndo somo ambalo liko hapo tunaenda kuliangalia, lakini kabla sijaendelea kufundisha somo langu, kama wewe ni mgeni kwenye hii channel au hujasubscribe, hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele, kisha neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapata notification ya kila video ambayo ninaipost kwenye hii channel. Na tayari kama wewe ni subscriber, umesubscribe kwenye hii channel, basi usisahau kulike, kucomment na kushare hii video kwa wengine ili nao waweze kupata mafundisho haya. Sasa katika somo letu hili la leo tutaweza kuiangalia contract address ya Bitness Liquidity Pool, usalama wake, na tutaangalia kwa kutumia vitu hivi ambavyo nimeviandaa hapa. Lengo la kufanya hivi kwamba ni kufanya hii video isiwe ndefu kuliko ningekuwa na copy alafu napeleka kule. Kwa hiyo nimeshaandaa mwenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo sasa hapa nitaweza kuwapitisha ili kuweza kuangalia, kwa sababu katika hii, kwa nini tuangalie contract address ya Bitness Liquidity Pool? Kwa sababu huu ndio muhimili mzima wa hii project ya Bitness, sawa? Kwamba kwa sababu pesa wawekezaji wanaweka kwenye contract mbalimbali, lakini malipo yao yanatoka kwenye hii liquidity ambayo Bitness inaimiliki na imeiweka, kwa sababu hii project ya Bitness imewekeza kwenye liquidity pool ya PancakeSwap. Kwa hiyo liquidity pool yao ipo kwenye PancakeSwap, na hiyo liquidity pool yao ina zaidi ya miaka 2 toka iwe itengenezwe huko kwenye PancakeSwap. Kwa hivi vyote sivisemi mimi, bali tutaenda kuviona hapa jinsi tutakavyoweza kuichambua hii contract address, na pia tutakuja kuichagua contract address ya Bitness Loop ambayo ndo sisi tunaitumia kwa ajili ya kuprovide liquidity, kwa ajili ya kuweka pesa kwenye Bitness Loop, ambako ndo tunaweka liquidity kwenye huu mfumo, au tunaweka pesa zetu kwa ajili ya kwenda kuzungushwa. Mwisho wa siku, baada ya mkataba kuisha, basi pesa inarudi na profit na faida, kwa maana ya kwamba unapewa gawio la faida ambayo pesa yako imetoka kuzungushwa. Kiufupi tu, hii Bitness, hii ni project ambayo ni smart contract project, ni blockchain project ambayo ni DeFi, kwa maana ya kwamba hii ni decentralized finance ambayo ni smart contract na imetengenezwa kwenye blockchain ya Binance Smart Chain. Umeona, ni Ethereum lakini wamebridge katika Binance Smart Chain kwa ajili ya kuwawezesha watu kuweza kufanya shughuli mbalimbali kwenye huu mfumo. Kuna vitu mbalimbali, wana category, wana product mbalimbali kwenye mfumo, lakini product ambayo sisi tunapenda kuinteract nayo au kufanya nayo kazi zaidi ni ile Bitness Loop, ingawa kuna Bitness Saving, kuna Bitness Leasing, umeona, na vitu mbalimbali ambavyo wewe unaweza kufanya. Kwa hiyo kila mtu anakuja kuinteract na Bitness kutokana na kile ambacho yeye anataka kukifanya. Ukitaka saving utaingia kwenye saving, ukitaka looping, Bitness Looping utaingia kwenye looping, ukitaka Bitness Leasing utaingia kwenye leasing na mambo mbalimbali. Lakini tujue kwamba huu mfumo ni autonomous, kwa maana autonomy, kwa maana kwamba unajiendesha wenyewe na ni full decentralized. Haya maneno siyaseme mimi, bali tutaenda kuyaona hapa. Sasa somo letu la kwanza, au kitu cha kwanza ambacho tunaenda kuangalia, tutaenda kuangalia usalama wa contract address ya liquidity pool kwa kutumia BCS Scan Explorer, ambayo hii ni explorer ambayo ina involve blockchain ya Binance Smart Chain, ambako huku una uwezo wa kuweza kuangalia na kuona activities mbalimbali ambazo zinafanyika kwenye blockchain ya Binance Smart Chain, hasa kwenye hii contract address ya Bitness Loop. Kwa hiyo nitaipiga hiyo linki na itaweza kutupeleka kwenye Binance Scan Explorer kama hapo ilivyofunguka. Kama unavyoona hapa tutaweza kupata taarifa mbalimbali. Kwanza angalia hapa contract address ya Bitness Liquidity Pool, ndo hii hapa kama unavyoiona. Hiyo ndo contract address yetu ambayo tunachunguza kuona kitu gani kinafanyika kwenye hii contract address, hasa kwenye hii Binance Smart Chain
scanner kwa ajili ya kuweza kuskani activities, kuona vitu gani vinafanyika kwenye hii smart contract, kwa hiyo kwenye hii contract address. Kwa hiyo nikishuka hapa chini wataonyesha kiasi cha pesa ambacho kipo kwenye hii liquidity pool. Umeona liquidity pool ya Binance Smart Chain ina takribani ya dola 23,392 na hiyo hapo. Na pia tunaweza tukaangalia, je, hii liquidity pool kwamba imekuwa provided katika token gani. Kwa unaweza ukapiga hapa chini kwenye token na kuweza kuona kumbe liquidity pool imetengenezwa katika token za aina mbili. Kuna Binance Smart Chain ambayo hii ni USDT, alafu kuna Binance Page ambayo ni USDC. Kwa hiyo kuna USDC na USDT, hizi ndo token mbili ambazo huu mfumo wa Bitness umetumia kwa ajili ya kuprovide liquidity kwenye PancakeSwap. Na kwa nini tunasema liquidity yao iko kwenye PancakeSwap? Basi nikishuka hapa chini utaweza kuona, umeona kama hapa wanavyoelezea, umeona nikishuka hapa chini utaweza kuona. Kwanza hapa nikishuka hapa utaweza kuona, kwanza nikipiga transaction utaweza kuona miamala ambayo inafanyika kwenye huu mfumo. Umeona watu wanavyo interact na hii project. Hii hapa ni miamala ya contract nyingine, lakini njoo hapa kwenye token transferred hapa utaweza, au internal transaction utaweza kuona hapa. Kwanza kwenye internal transaction maana tunaangalia transaction ambazo zinafanyika kwenye hii contract address ya Bitness loop ya Bitness liquidity pool, ambayo tutakuja kuona hapa kwamba hii contract address ina takribani hapa ina takriban hii, umeona address yetu hii hapa ndo parent transaction hash blockchain. Hapo ukija kuangalia unaona age ya ile contract address pale juu ina zaidi ya siku 765. Umeona kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ina zaidi ya miaka miwili ile contract address. Na pia ukija hapa utaona kwamba je, hii address au ile pale contract address iko sehemu gani, imetokea wapi, imetokea kwenye nini, kwenye PancakeSwap. Umeona pool kwamba hiyo ndio walikoweka huko na ndiko ilikokuwa created, sawa kwenye Binance Smart Chain ambayo kwenye PancakeSwap. Kwa hiyo ina muda wa siku toka iweze kuwa deployed au iweze kuwekwa mpaka sasa hivi ina siku 765, ni zaidi ya miaka miwili. Kwa hiyo tunaona kwamba hii project ya Bitness ina muda mrefu zaidi. Na pia hata ukija hapa kwenye token transfer utaweza kuona miamala mbalimbali ambayo inafanyika kwenye hii smart contract kama tunavyoona hapo. Angalia smart contract ya Bitness kule inaanzia claim hizi namba za mwanzo, umeona ni 0x92B. Hii ndio smart contract ya Bitness liquidity pool. Angalia hapa miamala ambayo inafanyika kwenye hii address, umeona pesa zinazoingia na kutoka. Umeona hii ukiona hapa imeandikwa out, umeona ukiona imeandikwa out in maana yake ni pesa ambayo inaingia na kutoka. Sasa unaweza ukaangalia watu wanavyo interact na hii project. Umeona hapa kama hapa nakwambia kuna hii sekunde 33 zilizopita kuna mtu ameweka pesa hapo. Umeona kuna mtu pesa yake imetoka hapo. Umeona circulating reward. Umeona angalia, jaribu kuangalia hii contract address ambayo ninawaonyesha ni hapa. Hii ndo hapa na sio hiyo. Hii hapa. Umeona contract address hii hapa ambayo ndo tunaiona hapa. Umeona hii ndo contract address ya nini, ya Bitness ya Bitness liquidity pool. Umeona angalia pesa zinazoingia. Umeona kuna pesa hapa imeingia. Umeona na muda gani huo, unakuja kuona ni dakika moja zilizopita. Umeona ukija hapa pia kuna nyingine imeingia dakika moja zilizopita. Kwa hiyo ukija ukirefresh hapo unaona kila muda kuna nyingine pia zinakuwa zinatoka. Umeona kuna ini, umeona kuna ini. Kwa hiyo unakuja kuona ni contract ambayo manake hizo hizo zinazoonyesha hizi zote ni kwamba ni zile pesa ambazo zinaingia kwenye huu mfumo. Umeona zinaingia kwenye huu mfumo na watu wanawekeza, na pia nyingine zinatoka kama tulivyoona hapo. Kuna circulating withdraw, umeona vitu kama hivyo. Unaona ambaye hii itakuwa imetoka out. Umeona hizi hapa out zote. Kwa hiyo kuna pesa zinaingia na zinatoka, na hata nikija nikirefresh hapa utaweza kuona kwamba ni contract address ambayo iko very busy, yani miamala inakuwa inafanyika mara kwa mara.
Kwa hiyo hii hapa ni sehemu yetu ya kwanza ya kuweza kuangalia. Umeona sekunde 12 zilizopita kuna pesa pia imetoka hapa. Umeona? Sekunde 16 zilizopita. Umeona? Kwa hiyo ziko nyingi hapa contract address, lakini wewe unaangalia ile ambayo una focus nayo. Umeona? Out. Kwa hiyo pesa na kiasi pia inaonyesha na amount ya pesa iliyotoka hapo. Umeona? Token ni Binance Page, maana hizi ni USDT. Umeona? Hizi zote hizi amount zinatoka na kuingia. Umeona? Kwa hiyo unaona kabisa out maana huyu kishapata huko kiasi hicho hapo. Umeona? Angalia contract address yetu ni ile ile kutoka. Kwa hiyo mtu amelipwa kutoka kwenye liquidity pool ya Bitness na ameipokea kwenye wallet yake kama unavyoona hapo. Umeona? Imetoka hapa kwenye liquidity pool hii hapa, imekwenda kupokelewa kwenye wallet hii hapa. Umeona to from to, na imepokelewa kiasi gani? Unaona kuna USDT hizo 74, kuna huyu hapa USDT 860. Umeona? Kuna hii hapa pesa imewekezwa kwenye Bitness Loop. Hii hapa ni contract address ya Bitness Loop smart contract, hiyo pesa imewekezwa. Umeona? Na ambaye tayari imeshaingia kwenye nini, kwenye hiyo hapo liquidity pool. Umeona? Kwa ajili ya kuzungushwa ameweka pesa kiasi hicho hapo. Umeona? Kwa hiyo unakuja kuona, unaweza ukaona kabisa hapa miamala inayofanyika si mchezo. Kwa hiyo hapa tutoke kwenye hii, nadhani watu wameshaweza kuona. Twende kwenye sehemu ya pili, tutaweza kuangalia kama tulivyoona kule kwenye liquidity pool ya kupitia Binance Smart Chain. Tumeona liquidity pool yake ni takriban kama ina $23,000. Je, twende tukaangalie kwenye PancakeSwap. Je, itatupa taarifa hizo ambazo tumeziona hapa? Taarifa tulizopata hapa, je, na hapa zitakuwa sawa? Hii ni miwili tofauti, kwamba hii ni BCS Scan Explorer na hii hapa ni pancakeswap.finance. Umeona website, twende tukaangalia, na bado tunaendelea kuichunguza nini contract address yetu ile ile ya nini ya Bitness liquidity pool. Kwa hiyo nikipiga hapo itafunguka. Inafunguka. Umeona imefunguka pancakeswap.finance. Umeona tutaona hapo. Umeona kwa sababu niliwaambia kwamba hii PancakeSwap na ni Bitness imeprovide liquidity kwenye PancakeSwap kwa kutumia token ya USDT na USDC, ndo kama unavyoiona. Sasa tushuke chini hapa tuone. Umeona? Unaona taarifa tulioipata kule ndo ile ile kama tulivyoona pale kwenye Binance Smart Chain. Umeona USDT zilikuwa ni milioni 18 na USDC ni milioni 5. Taarifa inayopatikana kule kwenye BCS Scan na hapa ziko vile vile, hakuna tofauti kabisa. Na kama unavyoona hapa, umeona hiyo ni kavu ambao unaweza kuangalia volume yake inavyopanda na kushuka, na pia hata huku pia ukaona transaction miamala ambayo inafanyika hapa. Umeona kwenye hii liquidity pool kwenye PancakeSwap watu wana interact nayo, kuna pesa zinaingia, kuna pesa zinatoka. Umeona swap for hiyo hapo. Umeona watu wana swap huku, pesa zinakuwa swapped mara moja. Umeona remove, umeona remove, umeona swap. Kwa hiyo unaona ni contract ambayo iko very busy, na taarifa tunaipata huku ni ile haina tofauti kama tulioipata kwenye nini kwenye BCS Scan. Nadhani hapo watu umeona Haya, tunatoka hapo tena tunakuja kwenye muhimili mwingine hii hapa, ambayo hii hapa ni D.Finance. Pia tunaenda kuscan kuweza kupata taarifa za kina kuhusiana na hii contract address. Tumeona kwenye BCS Scan ilisema kwamba ile contract address ina zaidi ya siku 765. Sasa twende tukaangalie, je, huyu D.Finance naye anazungumza kitu gani? Tunapiga hapo contract address, hiyo inaweza kufunguka namna hii. Kwa hivi ndivyo jinsi tunavyokuwa tunazichambua hizi smart contract za address, na si kama watu wengine wanavyofanya eti anaenda kutumia ChatGPT kwa ajili ya kukagua contract address ya smart contract address project. Huo ni ushamba na inaonyesha kwamba hujui kuzikagua. Umeona? Kwa hivi ndo ninavyokagua mimi. Sasa ndo project zinakaguliwa hivi. Umeona? Kama ulikuwa hujui, jifunze hapa, chukua knowledge tena bure kabisa bila kulipia. Cha msingi tu subscribe kwenye channel yangu. Umeona? Haya, hapa tunakuja sasa. Umeona D.Finance hii hapa ni website kubwa sana kwa ajili ya kuskani smart contract project, token project na NFT.
umeona inatambulika worldwide, ni yenyewe inakupa majibu scanner. Hii ni scanner kwa ajili ya kuja kuscan. Una token project yako unataka kujua liquidity pool yake iko vipi na nini, njoo huku kwenye D.Finance uje uiscan. Na pia hapa nako tunaona taarifa zake zinazotoa ni zile zile kwamba USDT USDC. Umeona hiyo ni liquidity pool, angalia address ni hii hapo, umeona ni Binance Smart Chain ambayo ni 0x92, ndio ile tuliyoiona kule. Umeona sasa hapa tuone wao wanatoa maelezo gani. Tusema hii na zaidi ya miaka miwili, hem tuangalie. Kwa hiyo tunaona kwamba liquidity pool kwenye hii Binance, kwenye Bitness imetolewa kupitia token mbili ambayo ni USDT na USDC kama tulivyoona, lakini hapa USDT imepewa 98%, hapa USDC imepewa 74% nyekundu. Kwa nini? Tutakuja kuelezana. Alafu hapa wanasema kuna high risk moja, lakini attention required vitu 8. Tuangalie trust score ambayo imeipa 83% hii liquidity pool ya nini ya Bitness. Kwa sababu gani? Tutakuja kuona na recommendation zao ambazo wamezitoa. Haya, tukifika hapa chini kwenye contract info unaziona hapa kwamba umeona contract deployed. Huu mkataba au ile liquidity pool contract address yake ilikuwa deployed kwenye blockchain siku ya Jumanne tarehe 11 Aprili mwaka 2020 ngapi? Mwaka 2023. Contract aid, je, ina muda wa miaka mingapi? Hii contract address ya liquidity ina zaidi ya miaka 2 na siku 28. Kama tulivyoona kule kwenye BCS scan ilitoa kwamba ile contract ya Bitness Loop liquidity pool ina age ya siku 765. Sasa siku 765 ndio sawa na miaka 2 na siku 24. Nadhani unaona. Sasa ukishuka hapa chini utaona contract address yenyewe ndio hapo. Umeona contract address ya liquidity pool ni hapa. Umeona na hii hapa ndio contract creator address yake hiyo hapo, lakini contract owner umeona hapo wameandika unknown. Sasa hii ni ishara nzuri sana kama una scan project alafu unaambiwa contract owner ni unknown, kwa maana kwamba huyu mtu atambuliki, hayupo kabisa, ameilinounce project, hajulikani. Siku zozote nakupa tahadhari, endapo unaskani contract address ya token ya project yoyote au ya token au ya nini, alafu unakuja kuona hapa kwenye wanakuambia kwamba hii token imekuwa renounced au hii project imekuwa renounced, alafu ukaja ukaskani hapa ukaona kwamba contract owner, unaona kuna namba, kuna address inatokea hapa, jua kwamba hiyo project ni scam na bado huyo mmiliki hajairenounce hiyo project moja kwa moja kuiacha ijiendeshe yenyewe au hiyo token ijiendeshe yenyewe, bali hapo kuna mianya ya upigaji. Lakini ukija kama sehemu kama hii ukiona kwamba contract owner ni unknown, basi jua kwamba hiyo project ni salama kabisa, kwamba ameirenounce moja kwa moja 100%, na yeye hana uwezo wote wa kuweza kuingia kwenye hiyo project na kuweza kufanya manipulation yoyote. Nadhani hapo nimeeleweka. Sasa hapa pia wakaja kuelezea kwamba kama tulivyoona kwa nini wameipa hawa D.Finance wameipa liquidity pool ya Bitness 83% na wasiipe 100%. Wakaja kutoa hii hapa risk associated kwamba non standard token pair interface, kwamba hii liquidity pool ya Bitness imetengenezwa na token za aina mbili. Token moja ni ya USDT na nyingine ni ya USDC. Sasa USDC ni moja kati ya token ambazo zinaonekana kwamba ni non standard token. Mbona Lakini hii haimaanishi kwamba ni ishara kwamba labda ndo project yetu si salama. Hapana, bali hii category yenyewe ya hii token ambayo ni USDC ndo ipo katika category hiyo, ni kwamba ni non standard token, na ndo maana wakaipa 1% hiyo, kwa sababu hii ni scanner, imescan na inatoa matokeo kutokana na kile ilichokiscan. Haidanganyi na wala haiwezi kukupa majibu ya uongo. Kama ingekuwa imegundua kitu chochote ingeweza kukwambia hapa kwamba hii project sio nzuri, lakini all in all kwamba hii trust score ya DFI pia ni kubwa sana kwa project kupewa 83%. Maana hiyo ni robo tatu ya project nzima ni salama. Sawa, lakini hapa tunaambiwa matokeo kwamba ni kwa sababu ya hiyo non standard token, na hii ni kutokana na nature ya token yenyewe ya USDC jinsi ilivyo, inachukuliwa kama ni non standard token ambazo ziko pia. Hata ukienda Google, kwenye Google pale uta search non standard token
pair au nani standard token liquidity pair, utaweza kuona zitatokea pale. Hiyo siwezi nikakufanyia, utafanya mwenyewe. Sasa sisi tunaona hapa, kwa hiyo bado inaonyesha kwamba project yetu bado ni salama, kwa sababu hii factor, kwa sababu ya liquidity pool imetengenezwa kwa token hizi, na hizi zote ni stable coin. Umeona hii USDT imepewa 98% kwa sababu hiyo sio nani standard token pair, ila hii hapa ni nani standard token pair, na ndio maana wameipa 74%, lakini bado project yetu iko salama. Sasa ukishuka hapa chini pia utakuja kuona vitu ambavyo D.Finance imeviona kwenye hii smart contract, kwenye hii contract address ya liquidity pool ya Bitness. Angalia kwanza hivi vitu ambavyo vimeandikwa hapa, visome viweze kuvielewa, kwa sababu huu ndo muhimili mzima wa usalama wa hii project. Kwanza namba 1, no vulnerable withdraw function found. Hakuna mianya ya kuonyesha kwamba owner creator wa hii project anaweza akafanya withdraw kwenye wallet yako. Hiyo ya kwanza. No reintrance risk found. Hakuna mianya yote ya kusema kwamba anaweza akaingia kwenye liquidity pool na kuweza kuitoa ile liquidity pool au kutoa pesa zilizopo kwenye liquidity pool. Hii D.Finance haijaona iko kitu. No lock detected. Hakuna kwamba kuna labda kwamba wamelock alafu baadaye waje wa unlock. Hakuna iko kitu. Kwa hiyo imekuwa permanently renounced, imekuwa locked moja kwa moja kwenye blockchain, inajiendesha yenyewe. Alafu pia verified source code found, kwamba hii contract address ya liquidity pool imekuwa verified moja kwa moja, kwamba yenyewe ni verified source code. Sawa, contract cannot be upgraded, kwamba hii contract ya liquidity pool ya Bitness haiwezi kuwa upgrade, kwamba hawawezi ku-upgrade kwenye version nyingine. Manake ingekuwa wanaweza ku-upgrade, manake kungekuwa kuna mwanya wa kuweza kupiga, kwa sababu unapo-upgrade manake una uwezo wa kuingia na kubadilisha, lakini wao hiko kitu wamekigundua kwamba hiki kitu hakiwezekani kwenye Bitness. Halafu hapa no Ethereum 24 approval vulnerable found. Hakuna kitu kama hicho. Umeona, contract owner cannot abuse Ethereum 24 approval. Umeona, kwa hizi zote ni usalama wa hali ya juu ambao upo kwenye Bitness loop. Umeona, no blocking loops found. Hakuna blocking loops found. Umeona, wallet cannot be blacklisted from any specific contract functionality. Hii ndio salama zaidi, kwa maana kwamba pesa zako zinapokuwa kwenye wallet hakuna mtu anayeweza kuziblacklist au kuweza kuwithdraw pesa zako. Iko kitu mtengenezaji wa hii project amejiharamishia moja kwa moja. Kwa hiyo pesa zako ziko salama kabisa kwenye wallet yako. Hakuna mtu wowote ambayo anaweza withdraw pesa zako. Kwa hiyo hivi vitu ni vya muhimu sana kuweza kuvisoma na kuelewa. Umeona Na pia vile vile ninashauri, kama unataka kujiunga kwenye hii project ya Bitness, hakikisha unatumia wallet mpya, usichanganye na wallet zako za zamani, kwa sababu hii project ni salama mno. Kama ulikuwa umeshawahi kutumia Trust wallet yako, hiyo wallet uliyokuwa nayo ambayo unataka kufanyia hii project, hakikisha una create new wallet ili usichanganye na hiyo, kwa sababu huenda hiyo wallet yako ambayo unataka kuitumia ulishawahi kuiconnect na mi project zamani kama hii ambayo inajiita ni DFI, lakini kumbe ni scam. Ukiconnect bado wale wanakuwa na access na wallet yako, kwa hiyo wanaweza wakakuibia pesa zako. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza wallet mpya. Umeona? Kwa hiyo hapa wanakuambia kwamba wallet cannot be blacklisted from any specific contract functionality. No function can be paused by the contract owner. Kwamba hii hapa inajiendesha yenyewe automatically 24 hours, kwamba hakuna namna ambayo contract anaweza akapause. Umeona, akapause, yani akasimamisha shughuli za kimkataba zisifanyike. Hiko kitu hakipo kwenye Bitness. No suspicious LP token approval found. Umeona vitu vya kutatanisha, vya kuhatarisha kwamba LP labda kuna token nyingine ambazo za hatari, hiko kitu hakipo. No approval restriction found. Umeona no vulnerable ownership function found. Umeona alafu no retrieve ownership found. Umeona contract was not deployed recently, kwamba hii contract haikuwekwa sasa hivi kama wengine wanavyozania wabongo kwamba hii ni project kwa sababu tunaipigia kelele basi wanajua imeanza jana au juzi. Hapana, hii project
ipo toka muda mrefu, na hapa imeelezea kwamba contract was not deployed recent, kwamba hii contract address haijakuwa deployed kwenye yani hii liquidity pool ya Bitness haijakuwa deployed kwenye blockchain hivi karibuni, ni ya muda mrefu. Umeona, no mixer utilizer by contract deployer, unaona, no previous scam by own wallet fund. Umeona kwamba huyu aliyetengeneza hii project hana sifa mbaya, kwamba labda za kuwa hapo zamani alishawahi kutengeneza project scam akawaibia watu, kwa sababu wallet yake iko salama, iko safi kabisa. Umeona hakuwahi kuwatapeli watu hiyo wallet yake. Umeona, recent interaction within Saturdays. Umeona contract with minimal revocation, positive indicators for stable secure functionality. Kwa hizi zote ni sifa ambazo zinakuonyesha kwamba alafu angalia hapa, smart contract intact, not self destructed, ensuring continuity and functionality. Hiki ni kitu cha muhimu sana mtu kuweza kusoma na kuelewa kwamba smart contract ipo intact, iko imara, not self destructed, wala haiwezi ikajaribu yenyewe au mtu akaiharibu. Ensuring continuity, inahakikisha kwamba itaendelea kudumu milele, na functionality zake ni za kuendelea. Umeona, na kazi zake inazokuwa inafanya kila siku ni zile zile. Alafu contract time lock setting aligns with hivi vingine sio vya muhimu sana. This contract maintains a strict adherence to best practice for price feed usage, ensuring data accuracy and consistency. Kwa hiyo hapa tunaona vitu vya usalama wa hali ya juu ambavyo vimeelezewa kutoka kwa baada ya kuskani hii liquidity pool ya Bitness na kuweza kuona. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba hii ni project salama kabisa 100%, na hapa sikushawishi kwamba wewe uingie kwenye hii project bila kufanya uchunguzi wako. Wewe fanya mwenyewe uchunguzi wako, ukijiridhisha ndio uweze kujoin. Mimi ninafundisha kuonyesha usalama wa hali ya juu ambao upo kwenye hii project ya Bitness kwa hizi ninazotoa. Sasa hii tulioiangalia hapa ni liquidity pool ya nini? Liquidity pool ya tuliangalia contract address ya liquidity pool ya Bitness. Sasa twende tukaangalia pia Bitness loop pia. Je, D.Finance wameipa limaki gani na wameielezea vipi kwamba hii interface ile section au ile sehemu ambayo sisi tunawekeza pesa yetu, je ile Bitness loop contract address yake D.Finance wameipa matokeo gani au wameipa viashiria gani, na je tulichokiona kwenye liquidity pool na kwenye Bitness loop pia iko hivyo hivyo? Kwa hiyo utakuja kuona hapa inavyokuwa. Namalizia, sitaki kuifanya video yangu kwa ndefu. Hapo ina scan contract address, ina scan hapo. Ngoja tusubirie imalize kuscan, ina pause kidogo. Ishamaliza kuscan kama unavyoona hapo, ilivyo scan contract address. Hii ndio contract address ya Bitness loop inaanzia 0xFCC. Umeona, hiyo ni contract address ya Bitness loop. Angalia hapa trust score ambayo imeipa trust score ya 96%. Kwa hiyo ni usalama wa hali ya juu ambao upo kwenye Bitness loop. Tushuke chini tuone. Umeona hapo anasema deployed, kwamba hii contract address ya Bitness loop ilikuwa deployed Mei hiyo hapo, na ina zaidi ya miezi 11. Umeona, kwa hiyo ilianza liquidity pool nadhani kipindi hicho wakati wanafanya beta testing. Umeona, ndio wakaideploy kabisa, ndio baadaye ikaja hii Bitness loop. Ndio hapo unaona contract range na zaidi ya miezi 11 na siku hiyo hapo hii Bitness loop, kama tulivyoona kwenye roadmap yao pale wameelezea. Umeona, na ukija ukiangalia hapa pia chini unakuja kuona kwenye information kusana contract info. Ukishuka hapa chini angalia, hii ndio sehemu ambayo nilitaka nyinyi niwaonyeshe. Umeona, hii hapa ndio contract address ya Bitness loop, hii hapa contract address ya owner, sawa. Alafu hapa angalia contract hii hapa ni creator, hii contract address ya creator, hii hapa contract ya owner. Angalia contract ya owner. Umeona contract yake kule tuliambiwa kwenye liquidity pool contract owner ni nini? Unknown. Contract, kumbuka kule tuliambiwa kwenye liquidity pool wakati tuna scan kwenye DFI tuliambiwa contract owner ni unknown, lakini hapa angalia contract owner ya kwenye DF scan kwenye Bitness loop tunaambiwa ni 0x000. Sasa hiki unatakiwa ujue kinamaanisha nini. Ukija kuskani smart contract address ya project alafu ukaona kwamba contract owner ni x0, maana yake kwamba huyu
huyu owner hana address yoyote ya ambayo ameificha au ameweka, kwamba maana yake ni hii project ni permanently ameilinounce kwenye nini, kwenye blockchain. Kwa hiyo hamna source code ambazo amebaki nazo kwa ajili ya kuja kupenyeza huku kwenye liquidity pool na kuweza kutoa pesa zetu. Kwa hiyo hiki ndicho nilichotaka niwaonyeshe hapa. Hizi ni contract address mbili tofauti, lakini zimeleta majibu sawa. Umeona? Na ukija hapa na ukija pia kwenye Bitness Loop, sifa ambazo tulizisoma pale awali na huku pia tunaziona ziko vile vile. Umeona Sizisomi hapa, utakuonyesha tu uone kama kuna tofauti. Lakini hizi ni contract address mbili tofauti, lakini zimetoa majibu yaliyokuwa sawa. Nadhani hapo nimeeleweka. Ya mwisho kabisa ambayo tutaenda kuiangalia leo ni kuhusiana, tunasema kwamba hii project ya Bitness imekuwa supervised au imekaguliwa na CETIC. Kuna watu wengine wanabisha, je, hiyo project imekaguliwa na CETIC? Wanabisha wakienda kwenye ChatGPT wanauliza kwamba je, waulizeni hiyo Bitness imekaguliwa na CETIC. Sasa hapa tunaweza kuona na wapeleka kwenye website ya CETIC kwa ajili ya kuweza kuona CETIC ripoti yao kuhusiana na hii project ya Bitness. Kwa hiyo nitapiga kama unavyoona, hii ni website ya CETIC na hapa naikagua project ambayo ni ya nini, ya Bitness, kama unavyoona hapo ilivyoandikwa. Kwa itafunguka kiasi hicho, itaweza kufunguka website ya CETIC na tutaweza kuona CETIC wao wameielezea vipi hii project. Inafunguka hapo, umeona Kwanza angalia juu kabisa pale juu kabisa pale juu, umeona Bitness, kwamba jina la project limetokea ni Bitness. Kwa hiyo hii ni uhakika kabisa kwamba CETIC ndio walioikagua nini, hii project ya Bitness. Alafu pia CETIC Skynet score wameipa hii hapa 56.11 CC. Kwa hiyo hii pia ni ishara nzuri, umeona kwamba project ikiwa imepewa hiyo 56 CC, sijui ni inamaanisha nini CC, lakini inaonyesha ni ishara nzuri kwa sababu imekuwa ni zaidi ya usalama. Umeona, ingekuwa chini ya 50, labda kuanzia 20, 30 tungeweza kuiwekea mashaka, lakini hii ni zaidi ya nusu. Umeona, ni zaidi ya nusu. Kwa hiyo maana yake ni project salama. Alafu pia angalia vipengele ambavyo CETIC wameviangalia. Angalia hapa code security wameipa hiyo sijui ni asilimia 81.07. Umeona operational wameipa asilimia 46. Hivi vitu ambavyo sio vya muhimu. Kitu cha muhimu zaidi ambacho cha kuangalia, angalia code security. Hiki ndio kitu cha muhimu. Umeona ni asilimia kubwa, yani kwamba code ziko very secure, kwamba ziko salama zaidi. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanyika nje ya kile ambacho kimeshakuwa kimetengenezwa na kuweka kwenye mfumo. Community, angalia hii ni kama tulivyosema Bitness ni community project. Angalia community wana participate, imepewa asilimia kubwa kabisa, kwamba hii ni project ambayo inamilikiwa na community na kila member ambaye amejoin kwenye Bitness yeye anachukuliwa kama mmiliki wa hii project, na si kwamba yule aliyetengeneza ndo mmiliki au bado ana ile status ya kuwa kwamba yeye ndo mmiliki. Hapana, ameshajitoa, ameannounce, ameiacha kwenye jamii ijiendeshe yenyewe. Kwa hiyo ndo maana unaona CETIC wameipa community asilimia ngapi? 86. Fundamental wameipa asilimia. Sasa umeona governance hapo 8, market 8. Sasa tushuke hapa chini tuje kuona, umeona vitu ambavyo wamevielezea hapa CETIC na wamevigundua kwamba haviko. Angalia kwenye hii centralization hapa. Umeona centralization overview. Ukipiga hapa ndo utaweza kuona hizi zinamaanisha nini. Umeona distribution, either all of the majority of the token are transmitted to the contract, umeona deployer or to one or more predetermined addresses. The activities of this address such as trading could significantly affect the value of the token. Umeona, kwa hiyo distribution, ukiona kama distribution isingeandikwa nani, manake iko kitu kingekuepo, kwa hiyo hii ingekuwa ni hatari. Umeona, afa angalia upgrade, indicate that the admin role can upgrade the implementation contract behind the proxy which will change the logic or behavior of the contract. Kama hii upgrade ingekuwa iko haijaandikwa nani, maana yake hiki ndo kingekuwa kwamba mmiliki wa hii project au watu ambao wametengeneza hii project wangeweza kufanya hiki ambacho kimeandikwa hapa nini kwenye upgrade. Angalia privilege, kama privilege hapa privilege imeandikwa kwamba indicated that privileges laws possesses the authority to control function that can impact
the project operation or the core business logic. Kama hii privilege isingekuwa nani, basi hapo manake watu kwamba admin au watu ambao wametengeneza mfumo wangeweza kufanya hiko kitu. Umeona? Lakini hivi vitu vyote ambavyo vimeelezewa hapa juu hapa huku unaona vimeandikwa nani. Vinamaanisha nini? Vinamaanisha kwamba hivi vitu havipo kwenye hii project, kwamba ni full automatic, kwamba hii ni project ambayo inajiendesha yenyewe automatically bila kuwepo mianya hii. Hivi vitu vya centralization havipo. Kama vingekuwepo basi hii singekuwa decentralized, ingekuwa ni centralized. Lakini kwa sababu hivi vitu hivi, distribution nani, upgrade nani, privilege nani, others nani, manake huu ni usalama wa hali ya juu kwenye hii project, kwamba inajiendesha yenyewe automatically 100%. Umeona? Kwa hiyo na vitu vingine hivi ukitaka wewe mwenyewe unaweza ukaja ukavipitia hapa. Umeona? Nadhani unaona hapo vizuri kabisa, unaona kabisa we mwenyewe unaona hapo. Umeona? Kwa hiyo nadhani hapa nimeweza kuwapitisha vizuri na kuweza kuona security, usalama wa hali ya juu ambao tunao kwenye hii project ya nini, ya Bitness. Kwa hiyo ni hali yako we mwenyewe, ukitaka kuingia sawa, usipotaka kuingia sawa, lakini hakikisha kwamba umejiridhisha na umefanya uchunguzi wa kutosha. Huu ni uchunguzi ambao nimeufanya mimi, na haya ndo matokeo niliyogundua baada ya kufanya uchunguzi wangu, na nimejiridhisha, na ndo maana nimeamua kuingia kwenye hii project kwa kujiamini kabisa kwamba ni project salama na niko sehemu salama. Sasa na wewe fanya uchunguzi wako ili uweze kujiridhisha. Ukikubaliana na matokeo yako, basi unaweza ukajoin kupitia linki ambayo itakuwepo hapo chini ya video description. Asanteni sana kwa kunisikiliza na watakia siku njema.